upinzani anaokutana nao mtu pale anapoamua kupambania hatima yake ili atoke katika utumwa wa umaskini ili amiliki na kutawala. Upinzani anaokutana nao mtu pale anapoamua kupambania hatima yake ili atoke katika utumwa wa umaskini ili amiliki na kutawala. Kwa hiyo leo natamani tujifunze walau kidogo kwa habari ya upinzani. Nikisema upinzani na maanisha nini? Andika kama unaandika. Upinzani ni hali ya kuzuiliwa. Upinzani ni hali ya kuzuiliwa katika namna tofauti tofauti ambazo upinzani ni hali ya kuzuiliwa katika namna tofauti tofauti ambazo zinalenga kukudidimiza. Upinzani ni hali ya kuzuiliwa katika namna tofauti tofauti ambazo zinalenga kukudidimiza katika hali unayotamani kuifikia ili ubaki hapo ulipo, na ikiwezekana kukushusha na kukuangamiza kabisa. Ili ubaki hapo ulipo na ikiwezekana kukudidimiza kabisa na kukupoteza. Ninapozungumzia upinzani upo wa namna nyingi sana tofauti tofauti. Kuna mtu ana upinzani kwenye maisha yake wa magonjwa, na upinzani ni roho za vizuizi ambazo shetani anazitumia sana. Upinzani ni roho za vizuizi ambavyo adui anavitumia sana kama silaha kuwafanya watu wasifikie malengo yao. Upinzani ni roho za vizuizi ambazo shetani huzitumia sana, sio kidogo, sana zaidi ya unavyowaza, kwa lengo la kuwazuia watu wasifikie hatima yao. Sasa tukisema upinzani tunazungumzia vikwazo au vizuizi. Shetani amekuwa na kawaida ya kuweka vizuizi vya namna mbalimbali. Anaweza akageuza tu macho yako ukatazama tofauti na mpango wa Mungu, ukaangalia uzuri wa dunia, ukaangalia mambo ya kidunia, na ukajikuta unachukuliwa muda kwayo. Wakati hayo yanakuchukulia muda, yeye ana vitu anashughulikia upande wa pili, kwa sababu lengo lake ni kukutoa kwenye focus, utazame upande mwingine, halafu apige kule kwenye focus yako. Siku ukigeuka, umeshachelewa, alishaiba, alishaharibu. Biblia inasema ibilisi ni kama simba au ngurumaye akitafuta mtu ili ameze, na asipompata atakesha usiku kucha. Lakini Biblia inasema ibilisi amefananishwa na mwizi. Neno la Mungu linasema mwivi haji ila aibe na kuchinja. Kwa hiyo shetani anachokifanya kwenye maisha yetu,
Bwana Yesu asifiwe. Amina. Walikufa mapema kwa sababu ibilisi alipowatoa kwenye fokasi. Nimesema lengo lake sio tu kukuzuia, ikiwezekana akuangamize. Kwa kuna watu walizuiliwa wakapelekwa mpaka kwenye maangamizo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa ukitafuta vizuizi, vikwazo au upinzani, unaweza kuupata katika namna nyingi tofauti tofauti. Wengine wamezuiliwa na magonjwa. Ukishakuwa ni dhaifu, huwezi kuwaza hatima yako. Utawaza namna gani unatoka kwenye ule ugonjwa. Wakati unapambana na afya, ibilisi anaiba baraka zako. Wengine wamezuiliwa kwenye dhambi tu za zinaa, uzinzi. Amebaki hapa kwenye uzinzi, kwenye starehe za kidunia, akifikiri kwamba yeye amefika. Wakati unawaza yale yaliyo mema yanaibiwa. Ndio kazi ya shetani. Mwivi haji ila aibe na kuchinja. Kwa hiyo anaiba, ukikaa vibaya anakufyekelea mbali. Haishi kukuibia, anatafuta na roho yako. Upinzani unaweza ukawa wa namna ya makwazo, labda kwa maneno. Unasemwa sana mpaka unahisi kudhoofika. Unaweza ukasemwa mpaka ukajihisi kwamba hauna thamani tena duniani. Upinzani unaweza ukaja kwa namna ya kukataliwa. Ukakataliwa mpaka ukajihisi hauna thamani duniani. Ukajiona wewe ni zero. Pale unapojiona wewe ni zero, ndipo pale ambapo huwezi kupambania ama kulinda hatima yako, na adui huja na kuiba. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Kwa hiyo nikisema upinzani, ninazungumzia vikwazo, ninazungumzia vizuizi, ninazungumzia roho ambazo tumekuwa tunapambana nazo usiku na mchana, ambazo hizo zimekamata maisha yetu na kututumikisha vile zenyewe zinataka, ambazo hizo tumezipokea, tumerithi kutoka kwa babu na bibi na bibi mpaka baba na mama mpaka kwetu. Tumekuwa tukirithishwa kizazi kwa kizazi. Tunapokea uovu, tunapokea dhambi, tunapokea tabia ambazo zinatutesa na zinakuwa zinajirudia kwenye maisha yetu. Nia yetu ya dhati ya ndani ya kimungu ni kumpendeza Mungu, lakini bado shetani analeta upinzani ambao utatutoa kwenye mapenzi ya Mungu, halafu anatukabidhi majukumu. Tunajiona ni kana kwamba tunatumika na tunatumikia Mungu, kumbe tulishatoka kwenye mstari, tunatumikia mapenzi ya shetani, na yale ya kimungu tunayapoteza. Mwisho wa siku tunapishana na hatima zetu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya, watu wa Mungu. Amina. Kwa hiyo shetani akikutoa kwenye fokasi yako, huwa anakupa fokasi nyingine, na usiposhituka unaweza ukazani uko salama, unaweza ukazani bado uko kwenye njia, kumbe ulishaiacha njia muda mrefu sana. Mungu atuhurumie. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atusaidie. Amina. Kwa hiyo ukisema upinzani, kuna wengine wanazuiliwa na wawapendao. Unaweza ukazuiliwa na mume wako, unaweza ukazuiliwa na mke wako, unaweza ukazuiliwa na mwili wako mwenyewe, kwa sababu siku zote mwili hutamani ukipingana na roho. Kwa hiyo mwili ni adui wa roho. Adui wa kwanza kwenye maisha yetu ni miili yetu. Kabla
uzima. Itategemea umepanda nini. Umepanda mema, utavuna mema. Umepanda mabaya, utavuna mabaya. Lakini bado yanategemea na kile ulichoruhusu kukipa nguvu kitawale kwenye maisha yako. Je, ni roho au ni mwili? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hiyo tunapozungumzia upinzani, uko namna nyingi sana. Unaweza ukawa unatamani kusali Ebeneza. Tumekuwa na washirika wengi ambao Mungu anasema nao, nenda kasali Ebeneza. Wanakuja, wakija wale watu ndugu zao nyuma wanainuka. Wanasema sio dini ya baba yako, sio dini ya mama yako. Hiyo dini wao umeitoa wapi? Unajikuta unaanza kutetemeka na kurudi nyuma na kuacha kufanya mapenzi ya Mungu na kufuata dini za ndugu zako. Lakini kule alikokuelekeza Mungu ndipo kulikobeba hatima yako, ndiko kulikobeba majibu yako. Unachotaka ni wewe, unachotakiwa kufanya ni wewe umeruhusu mapenzi ya Mungu au mapenzi ya ndugu zako. Kuna wengine wametishiwa hata na wazazi wao. Wanakuambia ukienda kusali kule nitakupa laana. Hakuna laana inayompata mtu anayekimbia kumtafuta Mungu. Biblia inasema laana isiyokuwa na sababu haimpati mtu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amen. Kwa hiyo vipo vizuizi, vikwazo vya namna nyingi. Unapoamua kusikiliza upande wa kushoto au mapenzi ya ndugu zako, umeamua kufuata mwili, kwa sababu hao wako katika mwili wala hawako katika roho. Lakini roho anaposema na wewe, kwa bahati mbaya sana hakuna hata mtu anayesikia. Ni wewe peke yako unasikia kutoka ndani. Sasa kazi ni wewe kupambana na sauti za watu na sauti ya Mungu iweze kushinda. Upinzani unaweza ukaja kwa namna fulani, ukaona kana kwamba wewe ni mtu unayeonewa tu, ukaona ni mtu unayekandamizwa tu. Lakini bila kujua unaweza kulaumu watu, kumbe kuna roho za mizimu ya kwenu inapambana na wewe, lakini inatumia watu. Kumbe tunatakiwa tuwe na roho za kupambanua ili tuweze kujua hili linatokea wapi na linalishinda kwa staili gani. Frank ni wa Sheffield hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Upinzani unaweza ukawa kwa namna ya kuwaza. Kuna wakati unaweza ukajikuta mawazo yako ndiyo yanakukosesha. Mawazo yako mwenyewe yakakukosesha na ukajipata ni mtu mwenye hatia sana. Ukajidhoofisha mwenyewe, ukajiona wewe sio lolote, si chochote. Lakini kumbe kuna upinzani, kuna nguvu inashughulika na wewe kwa njia ya mawazo. Lengo lake ni kukudidimiza na kukudhoofisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa hiyo tunaposema upinzani upo kwa upana sana. Unaweza ukawa umeamua kuokoka kweli kweli kwa kumaanisha. Lakini pale unapoamua kuokoka kwa kumaanisha, wanaweza wakainuka ndugu zako wakawa mwiba. Wakakuchoma, wakakushambulia kwenye mbavu mpaka ukashindwa kupumua. Mpaka ukashangaa ukasema, hivi wangefurahia niende kilabuni? Mbona nimeenda kumtafuta Mungu ndio wanainuka? Walikuwa wanafurahia niwe kahaba? Mbona nilipokuwa kahaba hawakunizuia? Walikuwa wanafurahia niwe mwizi? Mbona nilipokuwa mwizi hawakunishambulia? Lakini siku ya leo nimepoamua kumtafuta Mungu wa kweli, ndipo unaona ndugu wanasimama, wapendwa wanasimama, jamaa wa karibu wanasimama, wanasema hatukutegemea. Mpaka yeye huyo ndo tulikuwa tunamwangalia kama mboni ya jicho, lakini ameanguka. Eti ukiokoka unaitwa umeanguka. Lakini katika ulimwengu wa roho, mtu aliyeokoka anakuwa amejipata
ni giant, mtu wa kutisha na kuogopa. Bwana Yesu asifiwe. Walokole tunatakiwa kuwa na akili za tofauti na watu ambao hawajamjua Mungu. Ndio maana neno linasema ndipo akawafunulia akili zao wakapata kuelewa na maandiko. Unaweza ukawa umesoma lakini akili yako bado imefungwa. Bila Mungu kukufunulia akili, akili inafunuliwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaweza ukawa na elimu lakini bado uko kwenye kifungo. Unaweza ukawa na elimu bado ukazuiliwa. Tumeshuhudia na tumekutana na ndugu zetu wengi waliopata elimu, kila siku wanaishia kulewa pombe na kulala kwenye mitaro. Wanatembea zipu zao zikiwa wazi, wanatembea nguo zinawadondoka uchi, mpaka unakutana nao unaficha uso. Amesoma na ana elimu, lakini aliye na Yesu hata kama hana elimu anavaa smart. Huwezi kukuta amevaa katakei. Vile visuruali vinaenda vinaanguka wanapandisha, vinaenda vinashuka wanapandisha. Utakuta ni mtu smart sana, anavaa kwa adabu, anapendeza, anafunikwa na utukufu wa Mungu. Aliye na Yesu yuko smart sana. Kwa sababu amefanikiwa kuzivunja ngome za ufahamu, ana akili. Bwana Yesu asifiwe. Hivi mnajua kwenye ibada leo sitamani mtu hata mmoja alale. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Natamani unisikie kwa makini sana. Sijaanza somo bado na kuelezea kwa habari ya vizuizi. Tumeona Mungu leo ametufunulia kupitia familia ya Martha na mdogo wake kwamba kila kilichokuwa kimewazuia kwa miaka zaidi ya 1000, vizazi na vizazi, majianti wawili wameviangusha. Vipo vinavyotuzuia visivyoonekana, vipo vinavyotuzuia ambavyo viko katika ulimwengu wa roho, ambavyo hivyo kwenye familia zetu vinatupangia namna ya kuishi, vinaleta tabia za namna ya aina moja. Unaweza kuambia ile familia wote ni walevi, ile familia wote wamekufa kwa ukimwi, ile familia wote wana sukari, ile familia wote wanakufa kwa kansa, ile familia wote ni waganga wa kienyeji, ile familia wote ni wako wa namna hii. Wanasoma lakini hawafanikiwi. Maagano ya mababu na mabibi yanatutengenezea namna ya kuishi. Hivyo ni vizuizi ambavyo tunakutana navyo kwenye maisha yetu, na kwa bahati mbaya hatuvioni. Aliyepata neema ya kumjua Mungu ndio amepata ufahamu wa kuelewa kwamba kuna ulimwengu tusioujua, tusiouona kwa macho ya damu na nyama, na huo ndio ulimwengu halisi ambao ulitokea wewe kabla ya kuvalishwa huo mwili. Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, katika Mwanzo 1. Lakini pia Mungu, maandiko anasema baada ya Mwanzo 1 sura ya 2, Mungu ndipo anamdhihirisha mwanadamu. Anamuumba sasa, anamfinyanga kwa udongo. Huku katika ulimwengu wa roho, sura ya kwanza ni ulimwengu usioonekana, sura ya 2 ni ulimwengu unaoonekana. Vinadhihirika. Viko vizuizi tusivyoviona, viko vizuizi tusivyovijua, vimeharibu hatima zetu, vimeharibu future zetu, vimeharibu mitazamo yetu, vimeharibu hatima zetu. Tunaishi maisha ambayo sio ya kwetu, sio ya kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Twende kwenye somo.
kwenye kizazi ambacho walikuwepo babu zetu, bibi zetu, vizazi zaidi ya 4 vilivyopita huko. Leo mimi na wewe sijui hata ni kizazi cha ngapi. Wala huwezi kusema kwamba ni kizazi cha 4. Ni zaidi ya kizazi cha 4. Wamepita, tumetoka kwenye koo zile. Wale watu walikuwa na miungu yao, walikuwa na matambiko yao, walikuwa wanafanya mambo yaliyopendeza miungu yao katika nchi yao, katika tawala zao na katika falme zao. Na ndio maana kulikuwa kuna machifu waliotawala wilaya, kuna machifu waliotawala mikoa, walikuwepo pia wa ngazi ya mitaa hadi kitongoji hadi kijiji hadi kata mpaka kiongozi wa nyumba kwa nyumba. Hao watu ni watu waliotawala lakini kwa namna isiyo ya kimungu. Wameenda kila kizazi wakafa, wakapasia kizazi kingine. Kizazi kile kikaendeleza zile tamaduni, kila kizazi kikaondoka, wakapasia kizazi kingine. Mwisho wa siku anakuja mkombozi wa ulimwengu, Yesu Kristo. Anakuja kuhubiri Injili, watu wanaanza kuijua kweli. Anaanza kuokoka mmoja mmoja, kutoka kwenye koo, kutoka kwenye familia, kutoka kwenye ngazi, kwenye falme zile ambazo zilikuwa na watawala. Lakini wale watawala wanaanza kupotea, wanakufa. Wanapokufa wanainuka watawala wengine, wanakufa wanainuka watawala wengine. Wale watawala wanapoinuka, wewe ambao umetangaza wokovu kumfuata Yesu, lazima ukutane na upinzani, maana unahama katika utawala huu unaingia utawala mwingine. Na ukae ukijua hakuna mtawala yoyote duniani ambaye anaweza kukubali apoteze mtu hata mmoja kirahisi rahisi. Ndio maana leo tunaona watu wanapambania tawala zao kiasi cha damu kumwagika. Utawala wanagombania nafasi zao, utawala wanagombania watu wanaowatawala. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiangalia taifa la Israeli, wamefika hatua wanasema utawala huo sasa hatutaki, tunamtaka Yesu. Kabla ya kumtaka Yesu, yupo Farao asiyemjua Yusufu, anawatumikisha kama vile ambavyo yupo Mungu wa ukoo wenu asiyemjua Mungu Yesu Kristo, ambavyo anakutawala na kukutumikisha kwa mateso, na kukutumikisha kwa tabia zisizompendeza Mungu, na kukutumikisha kwa kazi ambazo zinakutoa katika uwepo wa Mungu. Ndivyo ambavyo Farao wa familia yenu anafanya, na anapinga sana usimjue Mungu. Anakataa. Huo ni upinzani ambao mtu anakutana nao pale anapoamua kumfuata Yesu. Taifa la Israeli wakiwa kula utumwani Misri, walitambua huku sio kwetu, na haya tunayoyafanya tunateseka bure. Yale maneno aliyosema Mungu ya kwamba ni sawa tutateseka, lakini upo muda wa kutoka kwenye haya mateso. Muda ule umefika. Tunafanyaje ili tuweze kutoka hapa? Walianza kupaza sauti na kumwita Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, anayeweza kuja kuwatoa. Wakamuita, njoo tutoe katika mateso haya. Walilia kwa muda mrefu. Siku moja Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo akasema, nimesikia kilio cha watu wangu. Nitamtuma nani? Naye ni nani atakaye kwenda kuwatoa watu wangu katika utumwa wao? Akaangalia mtu, akamuona Musa aliyempeleka katika ufalme Ikulu, akalelewa, akaandaliwa kwa ajili ya jukumu hilo la ukombozi.
nimekutuma. Utakapowatoa kule utawaleta, nanyi mtaniabudu katika mlima huu. Musa anaogopa na kutetemeka. Anaanguka, anapiga magoti. Anamwambia Mungu, nitawezaje? Siwezi, maana mimi siwezi kuongea. Nimeishi kwa Farao, nilitoka kule kwa tuhuma. Leo inakuwaje mimi nirudi kule? Mungu anamwambia, ni wewe niliyekuandaa. Hakuna mtu mwingine atakayeenda kuwatoa taifa la Israeli utumwani ila ni wewe peke yako Musa. Nenda kwa Farao. Musa anaogopa, anakataa. Mungu anamwambia, kwani una nini katika mkono wako? Musa anasema, niko na fimbo. Anasema, itupe chini. Musa anaitupa chini, inageuka kuwa nyoka. Musa anapokea maelekezo, anaenda kwa mkwewe Yethro. Anamwambia, nahitaji kwenda kuwaona ndugu zangu, maana muda ni mrefu. Alificha Musa kumwambia ukweli ya kwamba Mungu amenitokea. Akamficha mkwewe, akaanza safari ya kurudi kwa ndugu zake. Kufika kwa ndugu zake, hatua ya kwanza, Haruni anakimbia, anaenda kumpokea Musa. Musa anamwadithia Haruni mambo yote yaliyomtokea na jinsi Mungu alivyomwagiza na jukumu alilopewa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wanarudi mpaka Misri. Musa anafikia kwa ndugu zake, anaita wazee, anawahadithia yale yaliyomtokea, ya kwamba Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo amenitokea katika mlima wa Sinai. Amesema nije niende nikamwambia Farao ya kwamba muda wa ninyi kukaa utumwani umefika mwisho. Ni majira ambayo Bwana anataka mtoke, mwende mkamwabudu katika mlima ule aliyouchagua yeye, anataka mtoke. Kwa hiyo Mungu amesema ni wakati na ni majira ya sisi watu wa Israeli kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Wazee wanasema, kama ni hivyo, hakika Mungu ametukumbuka. Tuko tayari. Tuko tayari. Wakakubali kutoka. Kuna watu wanasikiaga sauti ya kutoka, lakini wanakataa kutoka. Wale watu wakasema, tuko tayari kutoka. Wakaitikia mwito mkuu wa Mungu kutoka kupitia kwa Musa. Wakasema, tuko tayari. Musa akaenda kwa Mungu katika mlima. Mungu akamwambia, sasa nenda kwa Farao. Nenda kamwambie, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, niko ambaye niko, amenituma. Amesema uachie watu wake waende wakamwabudu, waende wakamtumikie. Farao aliwajibu, huyo Mungu, huyo Bwana mimi simjui, na huyo Mungu wa Yakobo mimi simjui, na wala siwezi kuwapa ruhusa. Alikataa. Baada ya kukataa, aliongeza mateso kwa taifa la Israeli. Aliongeza mizigo, aliongeza majukumu, akaongeza kazi. Alipoongeza kazi, taifa la Israeli wakalia. Wakasema, Musa, umekuja kutuongezea taabu, umekuja kutuongezea mateso. Ni bora ulipokuwa haupo, maana ulipoenda kusema tu na Farao ndipo shida zetu zimeongezeka. Mungu akamwambia Musa, akaenda kwa Mungu. Mungu akamwambia Musa, atawaachia by force, by power, kwa mateke, kwa ngumi, kwa moto, kwa chawa, kwa upele, kwa wadudu wa kila aina. Atawaachia. Ilibidi Mungu aanze kuachilia mapigo ambayo yalipiga taifa la Israeli. Taifa la Israeli walipigwa kwa upele, kwa kujikuna, kwa chawa, kwa kunguni, kwa nzi, kwa vyura, kwa kila aina. Lakini bado moyo wa Farao ulikuwa ni mgumu. Hakukubali kuachia taifa la Israeli.
mapigo. Hakukubali. Kila alipopigwa mapigo ndipo aliongeza kukaza kamba, ndipo alizidi kukaza. Lakini Mungu hakuacha. Musa hakuchoka. Aliendelea kwenda kwa Farao na akarudi kwa Mungu. Anaenda kwa Farao, anarudi kwa Mungu. Anaenda kwa Farao, anarudi kwa Mungu. Anaenda kwa Farao, anaachilia mapigo. Anarudi kwa Mungu, anachukua tekniki. Anarudi kwa Farao, anaachia mapigo. Anarudi kwa Mungu, anachukua tekniki. Anarudi kwa Farao, anaachia mapigo. Paka majira yakafika. Farao akasema, hawa watu ni hatari. Hivi niwaachie kweli? Akasema, hapana. Musa, nendeni, ila nendeni nyie tu, msiende na watoto wenu na mifugo wenu muiache. Musa akasema, hatuwezi kwenda peke yetu. Tutaenda na watoto wetu, tutaenda na wake zetu, tutaenda na kila tulicho nacho, ili tuende kumfanyia Mungu ibada. Maana hatujui ni dhabihu gani ama ni sadaka gani ambayo Bwana atahitaji tumtolee. Yamkini Bwana akahitaji tutoe sadaka za watoto wetu kama alivyotaka kwa Ibrahimu, tukiwa tumewaacha. Yamkini Bwana akataka tutoe sadaka za kuteketezwa za wanyama kama alizotoa baba yetu Ibrahimu, tukiwa tumeziacha. Yamkini mali zetu, yamkini wake zetu, tutaondoka na vyote. Farao akasema, kwa namna hiyo hamwezi kwenda. Mungu akasema, Musa, bado liko pigo moja la mwisho. Kupitia pigo hili Farao atawaachia, nanyi mtaenda. Tena mtaondoka kitupu. Mtaenda na mali nyingi. Mtachukua dhahabu, mtachukua vyombo vya kupendeza, mtachukua kila kitu cha thamani, nanyi mtaondoka ili muende mkanitumikie na kuniabudu. Akamwambia, chinjeni mwana kondoo, pake kwenye miimo ya milango kula kwenye taifa la Israeli. Mimi nitapita, nitamtuma malaika muharabu wa kuangamiza. Ataenda kule kwa Wamisri. Nitaangamiza kila mzaliwa wa kwanza wa taifa la Misri, lakini huku kwenu sitagusa. Alama yenu ni damu ya mwana kondoo. Wakafanya hivyo, wakajiandaa. Akawaambia, mtakula huyo mwana kondoo mkiwa mmejifunga kikweli kweli. Vaeni silaha zenu za nguvu, mpate kumshinda yule adui shetani. Vaeni viatu vyenu, vaeni nguo zenu, chukueni vyombo vya dhahabu. Mtamla mwana kondoo mkiwa mmesimama, maana huyo ni Pasaka, ukombozi kwa ajili ya taifa la Israeli. Malaika akapita, piga kuanzia mzaliwa wa Farao wa kwanza mpaka wa mjakazi na mtumwa. Usiku wa manane Farao akatoka, akaenda na wafanyakazi wake kule waliko wana wa Israeli Gosheni. Akawaambia, haraka sana, tokeni, ondokeni. Nyie ni wabaya, nyie ni wauaji. Tokeni, nendeni. Chukueni na vitu vyenu vyote. Chukueni na fedha zenu, chukueni na watoto wenu, mali zenu, tajiri. Ondokeni katika nchi yangu. Taifa la Israeli wakatoka. Haikuwa rahisi Farao kuachia, kama vile isivyo rahisi Farao wenu kukuachia wewe, kama vile ambavyo sio rahisi wewe kwenda kumiliki na kutawala. Umekuwa unasikia wanasema kuna vita ya uchumi. Vita ya uchumi ni hatari sana. Vita ya uchumi ni vita kabambe. Anayeweza kupigana vita hiyo ni mtu ambaye amekubali kujitoa sadaka. Unaposema nataka kwenda kumiliki, nataka kupasua, kuvunja mipaka, nataka kwenda kutawala, kuna wakina Farao walioachwa vizazi na vizazi. Kuna wakina Farao wasiomjua Yusufu. Kuna upinzani
ushindi bila ushindani. Huwezi kuitwa mshindi ukapewa na tuzo ya ushindi kabla hujashindana. Lazima ushindane. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Natamani ningejua Kiingereza nikaimba wimbo wa Kiingereza. You are the God, la 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 la. I worship you. I worship you. La 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 la. I worship you. I worship you. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Kama unajua Kiingereza, mwimbie Mungu kwa Kiingereza. Haleluya. Amen. Kuimba kwa Kiswahili na kuimba kwa Kiingereza, niwaambie tu kweli ni tofauti. Ukiimba kwa Kiingereza afu uko rohoni. Sijui Roho Mtakatifu ni mzungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Taifa la Israeli wakatoka, wakaangamizwa wazaliwa wa kwanza wa taifa la Misri. Huwezi kutoka bila kukasirika. Huwezi kumiliki na kutawala bila kuikasirikia hiyo mizimu ya kweli. Piga bila kuchoka. Amina. Omba maombi ambayo hujawahi kuomba. Niwaambie, hakuna kitu kigumu kama umiliki. Hakuna kitu kigumu kama umiliki. Kwa sababu gani? Shetani alipoona tumekabidhiwa vyote pale katika bustani ya Edeni, alikuja akatuibia mamlaka. Alipotuibia, Mungu alimtuma mwanae akaja kuikomboa kwenye mikono ya Shetani. Akaondoka nayo, akasema ombeni nanyi mtapewa. Kwa hiyo ili umiliki lazima uombe. Alafu inategemeana, unaomba vikubwa, omba maombi makubwa. Unaomba vidogo, omba maombi madogo. Unataka kumiliki, unaomba maombi nene mama. Haiwezekani. 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 No. Lazima kitaka kutawala utumie mamlaka kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mwezi huu Mungu ametupa tushughulike na wakina Farao. Lazima lazima tuangushe. Lazima tupasue mipaka. Lazima tuvunje ngome. Farao aliyetuzuia mpaka tuachie. Mpaka tuachie. Niwaambie, kasirika mwezi huu siku 21 ni mwezi wa kupiga garagaza kichwa chini. Hivi mashaona pale kwenye ngumi, kuna wakati mnagombana mnasimama, baadaye mnaangushana. Mkiangushana, kuna mmoja anakuwa chini, mwingine juu. Wa chini anapigwa ngumi za uso, anapambana na duka, anamgeuzia huko. Na nadunda baada ya uso hivyo. Sasa pambana ni mieleka. Paka kieleweke. Paka kieleweke.
kieleweke. Mpaka kieleweke. Sema yeah. Sema yeah. Lazima tuvuke. Tumewekewa mipaka watu wa Mungu. Tumezuiliwa, imetosha. Kuna watu mizimu ya kwao inasema huyo ni Mungu mgeni unayetuletea hapa. Ukiokoka kwenye familia yako wanasema kwenye familia yetu hatujawahi kuona watu wanaomba hivyo. Hiyo ni miungu migeni. Ukifyeka wanasema hatujawahi kuomba kwenye taratibu za dini yetu. Hatufyekani hivyo. Tena kanisa letu ndio limezaa makanisa yote. Lakini mtu huyo ana vifungo vilivyopitiliza. Ana magonjwa yasiyopona. Halafu ile dini yake hamsaidii chochote. Ni muda wa kumtafuta Mungu. Yesu amesema tuende mlima wake. Kwenye mlima wa Mungu kuna majibu. Kwenye mlima wa Mungu kuna uponyaji. Kwenye mlima wa Mungu ni nyumbani kwa Mungu, yupo Mungu. Tunaenda kusemezana na Mungu. Mwezi wa 12 tunaenda kusema na Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sema yeah. Ni mwezi wa kufunguliwa. Ni mwezi wa kufunguliwa. Ni mwezi wa kuvuka. Ni mwezi wa kutoka. Ni mwezi wa kuendea mlima wa Mungu. Ni mwezi wa kuona mambo mapya. Ni mwezi wa vitu vipya kuzaliwa. Ni mwezi wa kwenda kumiliki. Sema yeah. Simama kwa miguu.